Kama bado tumesimama vivyo hivyo, tumpe Bwana utukufu kila mmoja wetu. Twende. Msipike makofi, hata vyombo tulia kidogo. Nataka tuwe tuna nafasi tu ya kumwambia Bwana asante kwa kutupa nafasi kama hii ya muhimu. Elekeza tu moyo wewe na usemi wako tu mbele za Bwana. Kwa maneno yako, inua tu sauti yako, mshukuru. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, seated on the throne, you reign forever and ever. None to be compared with you. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Father, we give the glory to you. May our eyes be kept, oh, looking and trusting, Lord, in you alone, in the name of Jesus. Thank you, Father God. You reign, Lord. You rule over the gods of the land. You reign above the heavens. Thank you, Father God. You went everywhere doing good, healing all that were oppressed by the devil. Thank you, Father. We bless you and we thank you. Thank you, Father. We bless you. Father, we say thank you so much for giving us another moment again to glorify you. Baba, tunasema asante kwa kutupa fursa na wakati mwingine wa kutukuza. Truly, Father God, be glorified. Ukweli Baba Mungu utukuzwe. May your name be exalted. Jina lako litukuzwe. May you increase as we decrease. Hebu ongezeke tunapopungua. May you be magnified in the lives of your people. Hebu adhimishwe maishani mwa watu wako. May this land open up for your glory. Hebu inji hii funguke kwa ajili ya utukufu wako. May your kingdom come. Hebu ufalme wako uje. We thank you, Father. Asante Baba. We bless your name. Tunalibariki jina lako. In Jesus' mighty name we pray. Kwa jina kuu la Yesu tunaomba. Watumishi wa Mungu, mara tena mchungaji Ainea pamoja na mama, tunashukuru sana kwa kutupa nafasi ya muhimu ya kurudi tena Matunda. Tulikuwa hapa wakati wa kuweka msingi, lakini leo umeturudisha kwa sababu ya kuweka wakfu madhabahu haya kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Watumishi wa Mungu, watenda kazi pamoja nasi katika shamba hili, Reverend Ben pamoja na mkewe Reverend Isaiah, Reverend Wandili pamoja na mke wako, Mungu awabariki sana, na wachungaji ambao mmekuja kusimama pamoja na mchungaji Ainea, Mungu awabariki sana. Ninaomba mketi chini kwa dakika kidogo niwajulishe kwenu. Sitafanya introduction, sitawaruhusu waongee. Kesho mtakuwa na nafasi nzuri ya kuwasikiliza sauti zao. Nimetembea pamoja na mama yenu Reverend Veronica. Niko nafundisha Reverend Busolo asiwache mama nyuma, ndio sababu namfundisha hayo. Bwana Yesu asifiwe. Nimetembea na mtumishi wa Mungu Reverend Florence, iko hapa pamoja nasi. Asante. Reverend Florence ni mweka hazina katika huduma ya King Jesus Faith Ministry, na pia yeye ni kiungo cha muhimu au anashikilia cheo kubwa katika idara ya wamama katika huduma hii. So mtasikia sauti yake kesho. Bwana asifiwe sana. Pia asante, mnaweza uketi. Pia kuna msichana yangu, my daughter, worship leader wa kanisa letu la Bungoma, Val Wamanga. Nafikiri Val mmemwona mara nyingine, nafikiri kwa mtandao mnamuona sana akiongoza ibada Bungoma. Bwana asifiwe sana. Pia nafikiri watu wa worship wa hapa kabla arudi huko pia mnyonya kutoka kwake.
Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa pia niko na watumishi wa Mungu. Niko na mtumishi wa Mungu ndugu Morris. Ndugu wetu Morris ni mtumishi wa Mungu, anafanya kazi pamoja nami hasa katika huduma hii ya kubadilisha lugha nyingine ingie kwa nyingine. Ni mtu wa muhimu sana, kwa hivyo tumshukuru pia. Na pia kuna mwingine yuko pale nyuma anaitwa Isaac. Yeye ni hawa ni watendakazi pamoja na Netia. Watu hawa ni wa muhimu sana sana sana, wakihakikisha kwamba kama kalamu imeanguka chini au nimesahau kitabu yangu, wanajua iko wapi. So hawa watumishi wa Mungu ni wazuri sana. Kwa hivyo wamekuja katika mwaliko huu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ningelipenda niseme hivi: watumishi wa Mungu ambao mmetoka katika eneo hili linalowakilisha chini ya uongozi wa Reverend Busolo akisaidiwa na Reverend Anton, nataka niwaambie kwamba hii siku hii ya leo, kesho itakuwa ni ya baraka sana. Sijajua umepanga kivipi, lakini kama ingeliwezekana ungechukua neema hii na muda huu ukautumie, uchukue vitu ambavyo vinavyohitajikana, vichukue vikusaidie kufanya kazi. Lakini kama haukuwa na mpango nyumbani, kanisani mwako pia haufunguki, unaruhusiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningelipenda pia kuwashukuru watumishi wa Mungu wa mji. Mchungaji Ainea, neema ya Mungu ilishuka juu ya maisha yake. Yeye ndiye akawa intercessor katika kanisa letu la Bungoma. Kutoka kwake ilifanana ni kana kwamba unakata sehemu ya mwili yako. Haikuwa rahisi kumwachilia kwa sababu kanisa lilitegemea yeye sana. Ungempata usiku analala kule, siku za kufunga na kuomba ameenda, na alipunguza kazi yangu ya kuomba sana nikitegemea maombi yake. So wakati anataka kuja matunda, niliona kama ananirudisha huko nyuma tena nianze kulia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alipodhihirisha ya kwamba kuna mziko katika moyo wake wa kazi ya Mungu, tulimwachilia, tukasema na mapenzi ya Mungu ifanyike. Na kwa hivyo tunashuhudia huo moyo, na maajabu ndiyo hii. Watoto ambao au wahuduma ambao nimelea, kila mahali wanaenda lazima wasimamie maombi. So I'm proud of that. Na hiyo ndiyo matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatumia muda ulioamriwa. Nafikiri kama unaweza kuniandikia time limit ili kusudi nitumie hizo dakika zenye mmenipa vizuri, kwa maana ningelipenda kufunza vitu fulani vitakavyoweza kutusaidia zote kufanya kazi ya Mungu. Na kwa utangulizi nataka mjue ya kwamba leo nitaongea mambo ambayo inachochea wewe ufanye kazi ya Mungu itakayoathiri eneo unalokaa, kufanya kazi ya Mungu itakayoweza guza maisha ya watu wengi katika eneo unalokaa. Kisha kesho nitazungumzia kuhusu madhabahu ya Mungu. Madhabahu ni nini? Watu wametokea na mafunzo, na wakati mwingine watu hata wamedanganywa bila kuelewa. Nitawaelezea umuhimu wa madhabahu ya kiungu. Na kwa nafasi hiyo pia nitachukua muda kuwaombea watu wa Mungu ili kusudi neema ya upanuzi ikalie maisha yao. So
Huo ni utangulizi, ni kujulishe kile kitakachokuwapo kesho. Kwa hivyo kama itawezekana, there is a possibility nitumie lugha mbili, lakini nikiona saa zangu zinanitoroka nitaweza Kuna ndugu alifanya kazi ya Mungu, hata aliwahi kuja Nairobi. Wakati ambapo waliposema mchungaji Yang Cho anakuja Nairobi kwa conference, nilisema huyo mhubiri wa kanisa kubwa, ningelipenda mimi mwenyewe niende nikae chini yake, nijue anatumianga serikali inasababisha kanisa lake ni kubwa duniani. Ni yeye mchungaji ameshaenda kuwa na Bwana. Thank you. Ameshaenda kuwa na Bwana, lakini kanisa lake ni kubwa duniani. Limezaa wa missionary. Hata mali mnasikia Kabrengo, maeneo za maombi, ni mshirika aliyepata tu muziko wa kuja kuanzisha. Wanakuja tu wa Korea, wanakuja tu wana oversee ili wachochee wa Afrika kuomba. So ningelipenda nafikiri sitahitaji music, sitahitaji kwa maana nafunza, so I will not preach. Ilichochea moyo wangu nijue, nitamani huyu mtumishi siri ni nini. Wachungaji, nilinunua kitabu mpya, nikanunua na kalamu, nikaenda kwa semina wachungaji. Ilikuwa ni KICC Nairobi. Wachungaji walimhakika, tumekaa kila mtu na kalamu, na ngojea point number 1, na ngojea point number 2, hakuna kitu anasema. Nikasema sasa hapa ni nini? Akaanza kutoa tu ushuhuda wake, akasema kuna sehemu zingine ambayo nimeenda kufanya kazi ya Mungu na kuta mbingu imefunguka. Akataja nchi nyingine, akasema hiyo lazima nifunge na kuomba, ndipo kazi ya Mungu, ndipo mbingu ifunguke kwa ajili ya upenyezi. Akashuhudia vile alienda katika sehemu zingine, akafika kule akakutana na Mungu nyoka, na Mungu nyoka akamshawishi, akamwambia afanye maovu, akabukataza. Alikuja kwa picha ya mtu, lakini baadaye akageuka akawa nyoka. Akashuhudia, akasema nilimkemea, nikamwambia toka kwangu, akaondoka. Akatoa ushuhuda mwingine, akasema siku nyingine alikuwa amelala kwa kitanda na mke wake, na akaanza kusikia mama vile anangorota. Akasema nikasikia vibaya, nikakasirika, nikataka nimgonge, nimwambie unaningorotea vibaya. Lakini Roho Mungu akakuja akaniambia, pepo limekuingia, pepo limekuingia, kemea pepo lenye limekuingia. Akasema nikaamuka, nikakemea pepo lenye limeniingia, na nilipokemea pepo likaniacha, kweli likaniacha. Na likaniacha, liliponiacha kuangalia bibi yangu anapongorota ni kama wimbo. Unafikiri kama ningeandika kwa kitabu hiyo ushuhuda ningekuelezea hivyo? Hizo notes nimeshaandika kitambo. So nataka usikize kwa moyo, hata kama nitakosa points. Bwana asifiwe sana. Itakuwa ni jambo la muhimu sana, mambo utakayoyasikiliza ikusaidie. So sababu ya kuambia kuhusu mchungaji Yang Cho, kuna makanisa ukiangalia natamani uige, ujue siri ya kufaulu kwao ni nini. Unaangalia watu wamefaulu. Kuna mtu katika maisha yako namuona amefaulu, ameendelea vizuri, anafanya kazi ya Mungu vizuri, ana msimamo, pako katamani maisha yake. Ndio sababu niko hapa nikuambie jinsi unaweza kuwa mtu wa kuadhiri, how to cause a spiritual impact.
jinsi ya kuleta ezeko ama athiri ya kiroho. How your life can cause an impact. Jinsi maisha yako inaweza leta utofauti. There are people who can live Kuna watu ambao wanaweza ishi anywhere in this world, mahali popote duniani, among the neighborhoods, hata katika ujirani, in the city or in the village. katika mji ama katika vijiji. But people will not notice whether you exist or not. Lakini watu hawatajua kama upo ama haupo. There are families who exist, Kuna jamii zinazoishi, but you can't tell lakini huwezi elezea where they are coming from or where they are going. mahali wanakotoka ama kule wanakoelekea. We have many churches. Tuna makanisa mengi. I didn't know that in Bungoma we have so many churches like that. Sikuwahi jua kwamba Bungoma tuna makanisa mengi ya namna hii. Until I started to visit around. Hadi nilipoanza kutembelea hayo I would makanisa. have not known that those churches exist Singejua kama makanisa hayo yapo until I began to walk. hadi nilipoanza kutembea. One thing provoked me. Kuna kitu kimoja kilichonichokoza. I was being carried by a boda. Nilikuwa nimebebwa na mwanabodaboda And then I asked him, na nikamuuliza. do you know where King Jesus is? Asking the Bungoma church. Nikamuuliza, je, unajua mahali kanisa la King Jesus liko Bungoma? He said, no. I don't. Akasema sijui. So I tried to direct him. Basi nikajaribu kumwelekeza. There is a school over there known as Fountain Gate. Kuna shule karibu hapo inaitwa Fountain Gate. I tried to mention Fountain Gate. Nikajaribu kutaja Fountain Gate. He said he doesn't know. Akasema hajawahi jua. Beside our church, Na kando ya kanisa letu there was a night club by the name Mateso Bilachuki. kulikuwa na baa inaitwa Mateso Bila Juki. When I mentioned it is close to Mateso Bilachuki, he said, yes, now I can remember where the church is. Nilipotaja Mateso Bila Juki na akasema hapo naelewa na nimejua mahali penye kanisa hilo lipo. It burned in my heart. Iliwaka katika moyo wangu. I said, Nikasema they know a Mateso Bilachuki bar, but the church is not known. wanajua baa ya Mateso Bila Juki lakini hawajui kanisa. I tried several people Nikajaribu kuuliza watu kadhaa about the church, kuhusu kanisa and they say the same. na wakasema When I vivyo mention hivyo. Mateso Bilachuki, they will now remember where the church is. Lakini nikitaja Mateso Bila Juki wanajua mahali kanisa lipo. I changed my prayers. Nikabadili maombi yangu. I said, Lord, Nikasema, Bwana, this church must cause an impact. kanisa hili lazima lilete adhiri. This church must make a difference. Kanisa hili lazima lilete tofauti. This bar must be closed. Hii baa lazima ifungwe. This business must go. Hii biashara lazima iende. You know what happened? Unajua kilichofanyika? The owner was a parliament member. Mwenye An baa MP. alikuwa mbunge, He had money. alikuwa na pesa. But one day, Lakini siku moja he walked straight to our church. alikuja katika kanisa letu. And he talked to one of my pastors. Na akaongea na mmoja wa wachungaji wangu. He said, I want to sell this building. Akasema nataka kuliuza jengo hili. And I'm feeling that you are the people who will buy it. Na nahisi ninyi ndio mnafaa kununua. As I'm talking to you, Ninapoongea nanyi. it is our guest house right now. Sasa ni guest house yetu sasa hivi. Today you go in town Leo ukienda mjini and you ask. na uulize. If you ask Mateso Bilachuki, people don't know. Ukiuliza Mateso Bila Juki watu But if you hawajui. ask where King Jesus is, they will take you Na there. ukiwauliza mahali King Jesus ipo watakupeleka hapo. What am I talking about? Naongea kuhusu nini? How your life can cause an impact. Jinsi maisha yako inaweza leta adhiri. How your family can cause an impact. Jinsi jamii yako inaweza leta adhiri. How your church can cause an impact. Jinsi kanisa lako linaweza adhiri. I have picked up 5 models. Nimechukua miundo mitano. Miundo mitano, yes. I have taken 5 models. Nimechukua miundo mitano. And these models can be of help to you. Na miundo hii inaweza kuwa ya msaada It can kwako. encourage you Inaweza ikakutia moyo. to be a person, Kwa mtu to binafsi. be a family, Kuwa jamii. or to be a church Ama kuwa kanisa. with an impact. Lililo na adhiri. Friends,
Rafiki, That's why ndiyo sababu I'm reading the book of Acts chapter 11. nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 11. If you will, Kama unapenda, I'm requesting nauliza that maybe my okay, hold. Okay, you can do a direct interpretation. I think it will be okay. Yeah. Acts chapter 11. Matendo ya Mitume 11. Tuangalie fungu hizo. It will be a blessing to you. Itakuwa ya baraka kwako. The book of Acts, it's a long reading, but we'll pick some pieces over there. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni masomo marefu, lakini tutachukua vipengele tu vichache. Sorry, Pastor Inea, I wish I came earlier so that I can pour out all these pieces to you. Laiti mchungaji, nasikitika ningekuja mapema Let's look at verses 19. Tuangalie mstari wa 19. Acts chapter 11 from verses 19. So don't worry about Swahili. When I read, I'll just go through. Now I read. Now they which were scattered abroad upon the persecution that rose about Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus, Cyrene, which when they were come to Antioch, spoke unto the Cretans, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord, I like that piece, mark those words. And the hand of the Lord was with them. And a great number believed, great number, that thing also, mark it, believed and turned unto the Lord. Then tidings or news of those things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace, I like that word, the grace of God, was glad and exhorted them all, that which with the purpose of heart, they should cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people were added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. I'll stop over there. Nitakomea pale. And so that we can build up my case. Father, I thank you Baba, for the reading of your word. Kwa kulisoma neno lako. Thank you for your grace. Asante kwa neema yako. Thank you for imparting and causing our life to make a difference. Asante kwa kuwezeka na kusababisha maisha yetu ilete tofauti. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Don't forget usisahau that your life can make a difference. Kwamba maisha yako inaweza leta utofauti. Don't forget that your church, your family can make a difference in the community, in the society. Lako ama maisha yako, jamii yako inaweza leta utofauti katika hata jumuiya. Now, the church of Antioch will be our role model in this study. Kanisa la Antioki litakuwa mfano muundo wetu katika masomo haya. Now let me lay the foundation of the church of Antioch. Basi wacha niweke msingi wa kanisa la Antioki. The church of Antioch, nobody has a specific declaration or explanation aliye na maelezo hasua how that church started or who started the church. Ni nani aliyelianzisha hilo kanisa? But it is assured, lakini inahakikishiwa, that the people who ran away from persecution, watu waliotoroka mateso, the persecution that took place in Jerusalem, mateso yaliyotendeka Yerusalemu, are the founders of the church, or they started the church of Antioch. Ndio walioanzisha kanisa la Antioki. Now the church of Antioch, basi kanisa la Antioki, that name Antioch is not one, it are two. Hilo jina Antioki si moja, yapo mawili. The first one, ya kwanza, it's on the northern part of Israel. Iko sehemu ya kaskazini mwa Israeli. That's where I'm talking about. Hapo ndipo nanena kuhusu. It's called Antioch. Inaitwa Antioki. And then there is another Antioch. Na pia kuna Antioki nyingine. Biblically it's called the Antioch of Asia Minor. Inaitwa kibibilia inaitwa Antioki ya Asia ndogo. Now
not really minor. It's just they call it like that. Or Asia Minor. Okay, it doesn't matter. Now, that Antioch is different because it's in Turkey right now. Antioki ni tofauti ni kwa maana iko katika Turkey sasa hivi. Now, I'm talking about the Antioch of Assyria or Syria. Na nena kuhusu Antioki ya Ushami ama Syria. Now, this church Kanisa hili was started, lilianzishwa originated ama lilitokea by the people who ran away from persecution. na watu waliotoroka mateso. The people who were running away for their Watu life. waliokuwa wanatoroka kwa ajili ya maisha When yao. they reached there, Walipofika kule, their life impacted the community. maisha yao ikaadhiri jumuiya. It brought transformation. Ikaleta utofauti. It brought life. Ikaleta mabadiliko na uzima. As a result, Kama matokeo the yake, church was born. kanisa lilizaliwa. When the church was born, Kanisa lilipozaliwa, these people began to teach them the word. watu hao wakaanza kuwafunza neno. And the information went up to Jerusalem. Na arifa ikaenda mpaka That Yerusalemu. the church is started at Antioch. Kwamba kanisa limeanzishwa The Antioki. church is birthed at Antioch. Kanisa limezaliwa Antioki. When they heard that, Waliposikia hii, they sent somebody to go there. wakatuma mtu kuenda The pale. first person to be sent from Jerusalem Mtu wa- was Barnabas. Mtu wa kwanza kutumwa kutoka Yerusalemu ni Barnaba. Barnabas means a son of consolation. Barnaba zinamaanisha mwana And wa the scripture says he was a fariji. good man, Na maandiko yasema alikuwa mtu mzuri. full of the Holy Ghost and faith. Amejawa Roho Mtakatifu na imani. Look at these contributions. Angalia vitu vya aina hii. Very good. Ni nzuri. And when he reached there, Na alipofika his kule, life caused an impact. maisha yake ikaleta adhiri. The scripture says, Maandiko inasema more people were added unto the Lord. watu wengi wakaongezeka kanisani. The church was transformed because of this one man. Kanisa lilibadilishwa kwa sababu ya huyu mtu mmoja. Barnabas' influence was felt. Adhiri la Barnaba lilihisiwa. Friends, Marafiki, there is so much for us to learn from this kuna experience. mengi ya kujifunza kutokana The na church hii. of Antioch Kanisa la Antioki can be our role model inaweza today. kuwa muundo wetu. Can be our personal role model. Inaweza kuwa muundo wa kila mtu It can kibinafsi. be a church role model. Inaweza kuwa muundo mfano wa kanisa. Listen carefully. Sikiza makini. This same church, Kanisa hili Antioch, lenyewe la Antioki it became a center of revival ikafanyika makao makuu ama mahali penye uvuvio ulitokea, that released the gospel even up to Asia Minor, ambaye iliachilia injili hadi Asia Minor, where a second Antioch is mentioned, ambapo mahali Antioki ya pili inatajwa and other areas of the church na is sehemu mentioned in the book of zingine, Revelation. za makanisa ambazo zimetajwa katika maandiko. Friends, Rafiki, this is powerful. hii ni ya nguvu. This is powerful. Hii ni ya nguvu. Now, allow me to take you closely. Niruhusu niwapeleke karibu. Maybe I'll put Pastor Ine will put those scriptures on the screen tomorrow so that you can follow that. This introduction and where locations and all that. But now let me go straight away to the models that we can pick up from the church of Antioch. Basi hebu niende katika miundo hii ambayo tunaipata katika kanisa la Antioki. Number one, it's called the grace of the new birth. Ya kwanza inaitwa neema ya kuzaliwa upya. The grace of the new birth. Neema ya kuzaliwa upya. Second one is called grace of her supernaturals. Ya pili inaitwa neema ya matendo ya kiungu. Or grace for supernaturals. Ya neema ya kutendewa vitu na Mungu. The third one is called grace of her establishment. Ya tatu inaitwa neema ya kuzimikwa kwake. Or you can call it grace of establishment. Unaweza ita neema ya kuzimikwa. Number 4, it's called grace of her mission. Ya nne inaitwa neema ya misheni yake. Grace of her mission. Neema ya misheni yake. And the fifth one, Na ya tano, grace of her impact. neema ya adhiri yake. These 5 pieces Hizi vipengele vitano can reflect how your life is. vinaweza onyesha vile maisha yako yalivyo. Can reflect how your church is. Vinaweza onyesha vile kanisa lako lilivyo. It can reflect on
how your family is. Inaweza onyesha vile jamii yako ilivyo. Don't forget Usisahau that as a leader, kwamba kama kiongozi, your leadership can be failed. uongozi wako unaweza hisiwa. As a father, Kama baba, your leadership can be failed. uongozi wako unaweza hisiwa. As a pastor, Kama mchungaji, your leadership can be failed. uongozi wako unaweza hisiwa. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Allow me to make this statement to you. Niruhusu niseme msemo huu You kwenu. don't need a big name. Hauhitaji jina kubwa. You need the grace of God. Unahitaji neema ya Mungu. You need the grace of God. Unahitaji neema ya Mungu. The grace means Neema yamaanisha the enabling ability of God uwezo unaokuwezesha kutoka kwa Mungu, so that you can make a difference. ili uweze kuleta utofauti. Yes, grace means the God's favor. Ndiyo, neema inamaanisha kibali cha Mungu. But deeply, it is the enabling ability of God that you do not work for it. Lakini kiundani ni uwezo wa Mungu unaokuwezesha wenye haukutendea kazi. Now, allow me to begin the first one, the model one. Basi niruhusu nianze na muundo wa kwanza. The grace of her new birth. Neema ya kuzaliwa upya. You see, Unaona? we are informed. Sisi The tunafahamishwa. first reading, verses 19 up to 20. Mstari wa 19 hadi 20. Now they which were scattered abroad upon the persecution that rose about Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, Antioch, preaching the word. I like that one. Preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus, Cyrene, which when they were come to Antioch, spoke unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Now, you see, Sasa unaona? these people Hawa watu who took the gospel to parts of Antioch, waliopeleka injili katika sehemu za Antioki, they preached Christ. walimhubiri Kristo. They shared their love for Christ. Walishiriki upendo wao kwa ajili ya Kristo. Remember, Kumbuka, Stephen Stefano had been killed. alikuwa ndiye ameuawa tu. Believers' lives were threatened. Maisha ya waumini ilikuwa hatarini. And these people, when they were going out, Na hao watu walipokuwa wakitoka, some people preach and say wengine walihubiri wakisema God was the root cause of the persecution. Mungu ndiye chanzo cha mateso yao. Because these people enjoying the presence of God so much. Kwa sababu hao watu wanafurahia uwepo wa Mungu sana. So he released the persecution for them to be scattered. Basi akaachilia mateso But kwa I ili want you to pick watawanyike. up these elements. Basi nataka upate vipengele hivi. They preached Christ. Walimhubiri They Kristo. preached the word. Walihubiri neno. The word brought the new birth. Neno likaleta kuzaliwa upya. The word brought the new life. Neno likaleta maisha mapya In that location, katika eneo hilo, in that territory, katika mazingira their hayo. message was very simple. Ujumbe wao ulikuwa They rahisi. preached Christ. Walihubiri They Kristo. preached the word. Walihubiri neno. And by doing so, Na kwa kufanya hivyo, it brought the new birth. ilileta kuzaliwa upya. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu The new lisifiwe. birth means Kuzaliwa upya yamaanisha people's hearts were impacted mioyo ya watu iliathiriwa by the word of God. na neno la Mungu, And they responded by faith na wao wakaitikia kwa imani to that word which was being kwa preached. hilo neno ambalo lilikuwa linahubiriwa. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. I say praise the name of Jesus. Nasema jina la Yesu lisifiwe. My friends, Rafiki, be aware ufahamu that there is grace kwamba kuna neema of the new birth. ya kuzaliwa upya. The grace of God brings salvation. Neema ya Mungu inaleta wokovu. The Bible says we are saved by grace. Biblia- Ephesians 2:8. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema. Waefeso 2:8. The grace of God was with them. Neema ya Mungu ilikuwa nao. And that grace Na hiyo neema brought the new birth ikaleta kuzaliwa through the upya preaching of the gospel. kupitia kwa kuhubiri injili. Friends, Rafiki, this is powerful. hii ni ya nguvu, It's applicable. inatenda kazi. The gospel of Christ Injili ya Kristo in the midst of trials. katikati ya mateso. Brothers and sisters, Wandugu kwa wadada, don't be ashamed of your testimony.
usiaibikie ushuhuda wako. Regardless of what you are going through. Licha ya kile unachokipitia. Regardless of your pain. Licha ya uchungu wako. You might be sick. Unaweza kuwa mgonjwa. You know, some people really touch my heart. Najua baadhi ya watu wanaguza moyo wangu sana. I think it was last year we had a burial service at Nakuru. Nafikiria ni mwaka uliopita tulikuwa na ibada ya mazishi Nakuru. One of the key leaders went to be with the Lord. Mmoja ya viongozi wakuu alienda kuwa na Bwana. Sister Jane Magare. Dada Jane Magare. We simply heard that was admitted. We didn't know that she was sick. Tulisikia tu kwamba amelazwa hospitalini. Hatukujua kama alikuwa mgonjwa. Second information was that she was gone. Arifa iliyofuata ni kwamba alikuwa amelala. We went for the burial. Tukaenda mazishi. But here is a testimony. Lakini hapa kuna ushuhuda. Their son and daughter were telling us. Binti yake na mwana wake alikuwa that anatuambia. Our mama, even the bed. Kwamba mama hata kitandani. She was praying for people. Alikuwa anaombea watu. It touches my heart. Inaguza moyo wangu. Last week. Juma lililopita. We went to bury a wife of a bishop. Tulienda kumzika mke wa askofu. Some of you know Bishop Kabuva. Baadhi yenu mnamjua askofu Kabuva. We went to Makueni. Tulienda Makueni. And the nurse, this lady was working as a nurse. She ran away in 2007 because of the persecution. And then she went to Embu. She began to work in a referral hospital. Yeye alikuwa muuguzi na alitoka huku wakati wa 2007 kwa sababu ya vyenye vilifanyika. Akaenda Makueni akaanza kufanya kazi. Embu. Embu akaanza kufanya kazi hospitalini. To make the story short. Kufupisha hadithi. She went to be with the Lord. Alienda kuwa na Bwana. And here is a testimony from the nurses who came for her burial. Na hapa ni ushuhuda wa wauguzi waliokuja katika mazishi yake. She was very sick. Alikuwa mgonjwa sana. And the nurses were there helping her. Na wauguzi walikuwepo wakimsaidia. She was on oxygen. Alikuwa kwa oxygen. But lakini another sick person came in. Mtu mgonjwa mwingine aliingia. Who needed an oxygen? Aliyehitaji oxygen. She being a nurse. Yeye akiwa muuguzi. She removed the oxygen. Akatoa hiyo oxygen. All these tubes. Hiyo mifereji. And she went to nurse this sick person. Na akaenda kumuuguza huyu mtu mgonjwa. Fixing her oxygen to her. Akimwekea oxygen kwa huyu mgonjwa. It made us like we want to cry. Ilitufanya karibu tulie. Brothers and sisters, wandugu kwa wadada, your life can be a testimony. Maisha yako inaweza kuwa ushuhuda. Your life can change others. Maisha yako inaweza badili watu wengine. I want to encourage you. Nataka nikutie moyo. Don't be ashamed. Usiaibike. The gospel of Christ brings a new birth. Injili ya Kristo inaleta uzao mpya. The testimony of Christ, ushuhuda wa Kristo, the word of God, neno lake Mungu, can bring a new birth. linaweza leta uzao mpya. It can bring a transformation. Inaweza leta mabadiliko. When people get saved, mahali watu wanapookoka, that's what we call a new birth. Hiyo ndio not because they are just joining our churches. Sio kwamba wanajiunga tu na kanisa letu. It is so risky nowadays. Ni hatari siku hizi. People persuade others to join other churches. Watu wanawaita wengine wajiunge na makanisa yao, including pastors. Hata wakiwemo wachungaji. I have met several pastors. Nimekutana na wachungaji kadha. Now I take this one from me. Sasa pata hii kutoka kwangu. My own church members, washirika wangu wenyewe, they meet some pastors, wanakutana na baadhi ya wachungaji. And these are the words from pastors. Na haya ndio maneno kutoka kwa wachungaji. Where do you fellowship? Wewe unashiriki Where do you wapi? go for church? Unaenda wapi ibada? When they say King Jesus Town Church, wanaposema kanisa la King Jesus la mjini, they say no, wanasema that's a big church. Hilo ni kanisa. Even the pastor cannot know you. Hata mchungaji hawezi akakujua. You leave that one. Wewe toka kule. Will come to us. Njoo kwetu. Is that the gospel you are going to preach? Je, hiyo ndio injili utakuwa unahubiri? They pull others from other churches. Wanaleta utoe. You will never cause a spiritual impact if that's the work you are doing. Hautaleta adhiri za kiroho kama hiyo ndio kazi unayoifanya. Take it from me. Ipate kutoka kwangu. In Bungoma town, katika mji wa almost every church has our church member. Karibu kila kanisa katika mji huo lina mshirika kutoka kwa kanisa. We let them go. This is how I tell them. Huwa tunawaachilia waende, na hivi ndivyo huwa nawaambia. If you feel kama unahisi that you are not useful here, kwamba hautumiki vizuri and if you go there will be useful, na ukienda kule utatumika vizuri, don't hide. Ask me, I will release you to go. Usijifiche, niulize, nitakuachilia uende. You see, unajua I'm a free man.
mimi ni mtu huru, I'm not afraid. siogopi, I have God's word. nina neno la Mungu. Only one time I cried for members Ni wakati mmoja tu nililia kwa ajili ya washirika, because all my worship team had left me. kwa sababu All wote yangu they went. ilikuwa imeenda yote, They left, waliondoka, and I began to look for who will lead the worship. na nikaanza kutafuta Thank nani God ataongoza. now I have Valerie here. Shukuru Mungu kwa sababu sasa nina Valerie hapa. Bwana asifiwe sana. Were you there in here during that time? Why you are not there? Yeah, you are not. Now you see, Naona you are there. Reverend Anthony was there. And people went. watu walienda, And this is what I told even my church na members. hivi ndivyo The niliambia people who are remaining. watu waliobakia. Some of my church elders left. Baadhi ya wasee wangu wa kanisa They waliondoka, went. walienda, And then I stood on the pulpit and told them. na nikasimama kwa madhabahu nikawaambia, I told them that one of our brother has left this church. He has started a church. nikawaambia mmoja wa ndugu zetu ameondoka kanisani hapa, ameanza kanisa lake, But I want to concentrate on what I'm doing. lakini nataka kumakinika kwa kile ambacho nakifanya. So if you feel like you want to join our brother, Basi kama unahisi kwamba unaweza jiunga na ndugu let yetu, us not cause confusion. tusilete kuchanganyikiwa Be hapa. committed Jitolee kabisa to the church. kwa kanisa. If you want to leave, Kama unataka kutoka, I give you my blessing. nakupa baraka Go zangu, and join him. But don't confuse there and here. No. enda ujiunge na, lakini This is usichanganyike King watu Jesus kuwa Faith hapa na Church. kule. Hii ni King And Jesus that Faith. one has a different name. Na hii So ndiye if you ingine feel like you na want to tofauti. go, no Kama unataka confusion. kuenda, kusiwe na Make a kuchanganyikiwa. decision quickly. Fanya uamuzi haraka. And one of them, this is Anthony, he wanted to go. Na mmoja wao ni huyu Anthony, alitaka kwenda. Bwana asifiwe sana. He wanted to leave. Alitaka But I kwenda. told him, Lakini kamwambia, if you want to leave, kama unataka kutoka, there's no problem. hakuna shida. Listen, Sikiza, today, leo the people who left, watu waliotoka, most of them wengi wao are nowhere. hawapo tena. Friends, Rafiki, tell people about the love of Christ. ambia watu kuhusu upendo wa Kristo. Stop telling people to move from church to church. Koma kuambia watu kusunguka kutoka kwa kanisa moja kwenda lingine. Me, even the pastors who come to work with me, Mimi hata kwa wachungaji wanaokuja kufanya you kazi na overseers are aware. ninyi waangalizi, We don't just tell you, okay, come. hatuambii tu wachungaji We would njojo. like to know why. Tunataka tujue kwa nini. Has the Lord spoken to you? Je, Mungu amekunenea? And what is that the Lord has spoken to Na ni you? nini hii ambayo Mungu And we amekunenea? listen with our spiritual Na ears. tunasikiza na masikio yetu ya kiroho. You see, Unaona? we don't just take people like that. Hatuchukui tu watu hivyo hivyo. Brothers and sisters, Wandugu kwa wadada, this is a kingdom work. hii ni kazi ya ufalme. It is the business of heaven. Ni shughuli, biashara ya You mbingu. don't have your own heaven. Hauna mbingu yako. Heaven belongs to those who are called by the blood of Christ. Mbingu ni ya wale waliooshwa na damu ya Kristo. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. I say praise the name of Jesus. Nasema jina la Yesu lisifiwe. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Hallelujah. Now, I want to give you the second one. Basi nataka niwape ya pili. I said model one is Nilisema muundo wa kwanza ni grace, neema ya grace kuzaliwa of the upya. new birth. Neema ya kuzaliwa upya. Amen. I don't know if I can give you all these pieces. Sijui kama naweza kupa vipengee hivi vyote. Sometimes, God uses tough experiences to bring something good. Wakati mwingine Mungu anatumia matukio magumu kuleta kitu kizuri. Like the Antioch church, Kama kanisa la Antioki it started lilikuwa in the limetapaka midst of tough moments of life. katikati ya mateso maishani. So sometimes when you go through pain, don't run away. Basi wakati mwingine unapopitia machungu usitoroke. Allow God to use you to bring out the grace that can benefit others. Ruhusu Mungu alete neema kukupitia inayoweza faidi wengine. I will not forget Sitasahau difficult times how this ministry started. wakati mgumu vile huduma huu ulianza. Tough moments of life. Nyakati ngumu za maisha. I thought it was the end of that. Nilifikiria ilikuwa mwisho wa hiyo. There are several churches Kuna makanisa kadhaa where we are threatened to be beaten. ambao tulitishwa kupigwa. But today,
lakini leo is a center of growth. ni makao ya kukua. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. You see, Naona Filipo, Filipo, you see, it's not only through suffering, sio kupitia tu mateso, but also through normal circumstances. lakini pia kupitia maisha ya kawaida, vitu vya kawaida. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. I'm trying to look for another one. Model grace of a new birth. Then model 2. What was model 2? Muundo wa pili ilikuwa Supernaturals. matukio ya kiungu. Now, I wanted to point some few things before I give you model 2. Nitaka kutaja vitu kadhaa kabla sijakupa muundo wa pili. You see, the new birth brought the church. Unaona, kuzaliwa upya kulilizaa kanisa. Now, understand the church. Basi elewa kanisa. Do you know the word ecclesia? Je, unajua jina eklesia Tabernacle, ama tabanako, synagogue, sinagogi, temple. hekalu? Do you know the difference of those things? Je, unajua utofauti wa hiyo majina? Sometimes we mix them. Wakati mwingine tunasichanganya. But quickly let me mention them so that you can learn some things. Lakini hebu niitaje kwa haraka ili ujifunze kitu. The name church means ecclesia. Jina kanisa linamaanisha eklesia, Not a building. sio jengo. It means the assembly of the believers who are born again. Ni kusanyiko la waumini waliookoka. That's why the new birth is key. Hapo ndipo kuzaliwa upya ni jambo kubwa sana. I can confirm that one from the scriptures. Naweza thibitisha hiyo kutoka kwa maandiko. The word temple. Jina tembo. In Hebrew it's called, or in Greek I mean, in Greek it means hekalu. Kiyunani inaitwa hekalu. Which means, sorry, that's Hebrew, meaning building. Inayomaanisha jengo. You see, a church and the temple is different. Kanisa na hekalu ni tofauti. Temple is a building. Hekalu ni jengo. But even if it is a temple is a building, Ijapokuwa hekalu ni jengo, it has a spiritual significance. ina maana pia ya kiroho. We are also called the temple of God because this body is carrying a supernatural inside. Pia tunaitwa hekalu la Mungu kwa sababu mwili huu unabeba vitu vya kiungu ndani. This body, Mwili huu, this body is also called temple. mwili huu pia unaitwa hekalu. But it's carrying something supernatural inside. Lakini inabeba kitu cha kiungu ndani. Also, there's another word called tabernacle. Pia kuna jina lingine linaloitwa tabernacle. Tabernacle in Hebrew it means mashkan. Katika Kiebrania inaitwa mashkan, Which means inayomaanisha dwelling place. mahali pa kukaa, kudumu. In the Old Testament, Katika Agano la Kale, the maskan was a tent, maskan ilikuwa hema which was dedicated for God's people to gather and worship. ambayo ilikuwa imetengwa kwa watu wa Mungu wakusanyike na waabudu. And that's why we call it tabernacle. Ndiyo sababu tunaita tabernacle, Meaning the dwelling place. inayomaanisha makazi. Now, it signifies Inamaanisha a place where the presence of God dwells. mahali ambapo uwepo wa Mungu unakaa. We become the tabernacle of God Tulifanyika makazi ya Mungu because we are hosting the presence of God. ni kwa sababu tunabeba uwepo wa Mungu. Another word is called synagogue. Neno lingine linaitwa sinagogi. Synagogue means Sinagogi inamaanisha Jewish sacred place. mahali pa kiungu, pa mahali takatifu pa Wayahudi. When the temple of Jerusalem was destroyed Wakati hekalu la Yerusalemu lilipoharibiwa and the Jewish people were scattered all na over, Wayahudi wakatawanywa, they started establishing places of teaching and worship. walianza kuzimika kutenga mahali pa mafundisho na kuabudu. So you can, the priest will go there and teach and explain what Torahs mean. Mkuhani angeenda pale afundishe na aeleze Tora inamaanisha nini. You remember several times Jesus going into a synagogue. Unakumbuka mara kadhaa Yesu akienda kwa sinagogi. So these things are not here today. Basi hizi vitu havipo sasa hivi. Even if
in the book of Revelation, he tells us that that's a synagogue of the devil. Ijapokuwa katika kitabu cha Ufunuo anatuambia hiyo ni sinagogi ya ibilisi, because of Jewish culture and all that. Kwa sababu ya desturi za Wayahudi na vitu vya aina hii. Now let me take you to model 2. Hebu niwapeleke kwa muundo wa pili. Model 2. Muundo wa pili. Grace of supernatural. Neema ya matendo ya kiungu. The church of Antioch, kanisa la Antioki, caused an impact ilileta adhiri because of the supernatural. kwa sababu ya matendo ya kiungu. It was not only preaching and sharing the testimony of Christ. Sio kuhubiri na kushiriki tu ushuhuda wa Kristo pekee. It was not only preaching the word. Sio kulihubiri tu neno. But there was supernatural. Lakini kulikuwa na matendo ya kiungu. Look what chapter 11 verses 21. Angalia sura ya 11 mstari wa 21. It tells us, inatuambia, and the hand of the Lord was with them, na mkono wa Mungu ulikuwa nao, and great number believed and turned unto the Lord. Na idadi kubwa ikaamini na kumkeukia Bwana. The hand of the Lord was with them. Mkono wake Mungu ulikuwa nao. That word hand of the Lord, hilo neno mkono wa Mungu, it is applied also in Old Testament, ilinenewa pia katika Agano la Kale, which shows that iliyomaanisha kwamba God's supernatural power in demonstration. Matendo ya Mungu yakitendeka katika nguvu za kiungu. Today, leo, it's a reference of the supernatural work of the Holy Ghost. Ni mfano wa kazi ya kiungu ya Roho Mtakatifu. Every time you hear the hand of the Lord, kila wakati unaposikia mkono wake Mungu, it means or signifies inamaanisha the demonstrations of the might work of God. Matendo makuu yake Mungu. It happened to Pharaoh. Ilimtendekea Farao When Moses was there. Wakati Musa alipokuwa kule. The first miracles. Muujiza wa kwanza. The first miracles. Muujiza wa kwanza. Several of them. Miujiza ya kwanza. Also Pharaoh performed them. Pia Farao alisitenda. But lakini it came a level where magicians could not perform the miracles of Moses. Ilifikia kiwango ambapo wachawi hawangetenda miujiza ya Musa. And they were beaten. Na wakapigwa. They were crushed. Wakapondwa. Because the finger of God was raised above others. Kwa sababu kidole cha Mungu kilikuwa kimeinuliwa juu ya zingine. Child of God, mwana wa Mungu, what you are carrying is powerful. Kile unachokibeba ni cha nguvu. The faith you are carrying is powerful. Imani unayoibeba ni ya nguvu. You see, unaona, you have the body, una mwili, but you are not a body. Lakini wewe sio huu mwili. Today you see this body. Leo unaona huu mwili. But I am not this body. Lakini mimi si huu mwili. This body is just a vehicle. Mwili huu ni gari tu. But myself is inside. Lakini mimi mwenyewe niko ndani. The man inside, mtu aliye ndani, is carrying divinity. Anabeba uungu. Is carrying the power of God. Anabeba nguvu za Mungu. Is carrying the word of God. Anabeba neno la Mungu. Is carrying miracles. Anabeba miujiza. Is carrying spiritual authority. Anabeba mamlaka ya kiroho. Not because I'm a bishop. Sio kwa sababu ni askofu. Not because I'm a pastor. Sio ni kwa sababu mimi ni mchungaji. Not because I'm a reverend. Sio kwa sababu mimi I am a child of God. Mimi ni mwana wa Mungu. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Let me share this testimony with Hebu you. nishiriki huu ushuhuda nanyi. Mama aliponywa kwa crusade ya Renard Bongi Kisumu, na akatumwa akuje Bungoma. Msichana yake akamtafutia nyumba akodisha alale huko. Baadaye mama mwenye boma akamwambia, mama utahama. Akasema, jamani, nimekosa nini? Akamwambia, makosa yako ndio hii. Nimekuja kukundua wewe ndio unazuia vitu vyangu hapa vifanye kazi. Huyu mama maskini hana chochote. Akasema, ni vitu gani? Mama huyu ni mganga. Wakati anaingia kwa nyumba, huyu mama dhaifu anainua mikono mbele za Mungu. Yeye hana habari kwamba maombi inafanya kazi huko. Hana habari. Lakini anainua mikono, mwambia Yesu, ukaniokoa. Mama kama mimi, ukanitoa kwa uwete. Mungu ninakushukuru. Hiyo maombi kumbe na paralyze kaza shetani. Nataka ujue una nguvu lakini haujui. Una power lakini haujui. Nataka ujue hivi, mtoto wa Mungu, unabeba kitu cha dhamana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikudharau.
hata kama una mapungufu hapa na hapa, ujue hivi, licha ya mapungufu yako, Mungu anataka akutumie wewe aharibu kazi za shetani, apamoe nguvu za giza. Wengine wenu vile shetani anawaona, hamjui vile shetani anawaona. Wengine wenu mkione shetani anapoangalia, anaona mikono yenu inawaka moto hivi. Sasa hilo natembea ni moto ndiye lakini hauna habari. Bwana asifiwe sana. Hauna habari. Wengine ukilala hivi, malaika wamekuzunguka na panga zao kwa vita, lakini hauna habari. Hebu nikwambie, kuna nguvu katika damu ya Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtu aseme amen. Kilichosaidia kanisa la Antiokia liwe na udhuru ni nguvu za Mungu kuonekana. Nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu kuonekana. Usiokope mtoto wa Mungu. Kuna watu wanaongeanga vitu ovyo ovyo bila kuelewa. Usiongee vitu ovyo ovyo. Wewe uko na nguvu nyingi sana. Kuna watu wengine unasikia tu mama mwingine, wewe unanichezea. Ujui wewe unaweza kuangamia. Ukisema tu na mtu anaangamia. Usiseme hivyo. Tengeneza ulimi. Wewe uko na supernatural ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema amina. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Now look at this. Sasa angalia hii. Mungu anataka afanye supernaturals. Angalia sura ya 4 mstari wa 29. Acts chapter 4:29. Matendo ya Mitume 4:29. Acts 4:29. Matendo ya Mitume 4:29. Are you there? Je, uko pale? Chapter 4:29. Sura ya 4:29. Let me make sure that okay, I have a few minutes remaining. 4:29. 4:29. Where are you? 29 or 29. And now the Lord, behold their threatenings, and grant thy servant that with all boldness they may speak your word, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Yani waliomba miujiza ifanyike. They prayed for miracles to happen. Waliomba miujiza itendeke. Church, let us not be afraid to pray for miracles in the church. Tusiogope kanisa kuombea miujiza kanisani. You see, miracles, unaona miujiza, are very attractive. Ni ya kuvutia sana. Do you know why people travel and go and visit the church of some pastors? Unajua kwa nini watu wanasafiri kwenda kutembelea makanisa ya baadhi ya wachungaji? Some of our members travel and visit Pastor Ezekiel. Baadhi ya washirika wetu wanasafiri kwenda kukutana na mchungaji Ezekiel. Ninajua naendanga wacha kuinama chini. And some of you hide. Na wengine wenu mnajificha. To see Prophet Owori. Mnajificha kwenda kumuona Nabii Owori. Unafunga kitambaa alafu ukirudi unatoa kitambaa. We know. Tunajua. What are you looking for? Je, unatafuta nini? People are looking for supernaturals. Watu wanatafuta miujiza. People are looking for the wonders of God. Watu wanatafuta ajabu za Mungu. You are carrying them. Wewe unazibeba. You have those wonders. Una ajabu hizo wewe. You carry them. Unazibeba. Jesus said, Yesu alisema, and this sign shall follow them that believe. Na ishara hizi zitawafuata watakao waamini. Why don't you simply believe? Kwa nini usiamini tu? May I share a testimony with you? Je, nishiriki ushuhuda nanyi? Kuna mhubiri alikuwa anaitwa Morris Serulo. Ndugu Morris Serulo alikuwa na mhubiri anatoka Zimbabwe, Muhindi, nimesahau jina lake. Tulikuwa tunakutana naye kwa mikutano mara kwa mara. Muhindi. Huyo Muhindi, ndugu Morris alitaka afanye crusade. Na kwa mikutano ya Morris miujiza zinafanya na mwanaume anahubiri neno. Sasa wakati moja akamwambia pange mkutano Zimbabwe kubwa. Watu walimwagika. Watu walikuja. Alafu dakika ya mwisho ambaye anangojea ndugu Morris aingie, anapata simu inamwambia ndugu nani? Alikuwa anaitwa nani? Come on, that name. Sikuji, endesha mkutano. Wewe ubiri tu na mtoto yangu nataka nikuombee. Ufanye kazi ya ndugu tumbe kaanza kuchemuka. Nitafanyaje? Nimetangaza ndugu Morris na watu wanajua Morris akikuja. Sasa mimi nitaanzia wapi nimalizie wapi? Na watu wamekuja.
Sasa tafanyaje? Huyo ndugu anaona, na ni kweli Morris hakuja. Saa ile wanakaribisha, wakasema kabla hatujamkaribisha mhubiri, wacha tumuita huyu ndugu akuje atuelezee. Akasimama na microphone, akasimama mbele na uoga na tumbo kule, butterflies zinatembea. Nani amewahi kutembea na butterfly ndani ya tumbo? Umesimama mbele ya watu, sijui utaongea nini. Huyu ndugu akasimama, anajua tu sasa Morris amenifanyaje kweli. Akasimama, akasema kabla sijaweza kuambia jambo lolote, ninataka tuombe. Akainua mkono namna hivi, ati anaomba, viwete wanaamuka, visiwi wanaona, miujiza zinatendeka. Muujiza. Akapata nguvu, akasema sikia neno la Mungu. Watu waliona miujiza, wakasema hata Morris asikuje, wewe endelea. Pigia Yesu makofi. Sasa unataka unisaidie, usijidharau. Usijidharau. Umebeba miujiza lakini hauna habari. Na ujue miujiza si wewe ndio nafanya, ni Mungu anafanya kupitia kwa wewe. Maneno nayesema ni Yesu anasema kupitia kwako. Wagonjwa wanapona kwa Mungu anatumia jina lake. Bwana Yesu asifiwe. God is God of miracles. Mungu ni Mungu wa miujiza. Bwana Yesu asifiwe. The hand of the Lord was with them. Mkono wa Mungu ulikuwa nao. When the hand of the Lord is with you, mkono wa Mungu ukiwa pamoja nawe, you will see signs and wonders. Utaona ishara na ajabu. You need the hand of God. Wahitaji mkono wa Mungu. You need the hand of God. Wahitaji mkono wa Mungu. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Oh, I wish I had all this time to tell you all this. Laiti ningekuwa na muda huu wote kuambia hivi vitu. The hand of God mkono wa Mungu also means pia yamaanisha guidance, uelekezi, protection, ulinzi and a favor. Na kibali. Nehemiah 2:18. Nehemia 2:18. Nehemiah 2:18. Nehemia 2:18. Nehemiah says, Nehemia anasema, the good hand of the Lord was upon me. Mkono mzuri wa Mungu ulikuwa juu yangu. Which means inayomaanisha the divine protection of God was with them. Ulinzi wa Mungu. May you walk under the divine protection of Jehovah. Chini ya ulinzi wake Yehova. Isaiah 41 verses 10. Isaia 41 mstari wa 10. The Isaiah 41 verses 10. Isaia 41 mstari wa 10 inasema, fear not, usiogope, I am with you. Ni pamoja I will strengthen you. Nitakutia nguvu. I will keep you. I will uphold you with my right hand. Nitakushika na mkono wangu wa kuume. You are not alone. Wewe hauko peke yako. Even if you feel lonely, ijapokuwa you are not alone. Hauko peke yako. Especially you single ladies. Haswa nyinyi mama ulio peke yako. You feel sometimes you are alone. Unahisi wakati mwingine upweke. Sometimes we pastors, wakati mwingine sisi wachungaji, we feel like we have nobody to encourage us. Tunahisi hatuna mtu wa kututia moyo. Isaiah 41 verse 10. He says, I will uphold you with the right hand of righteousness. Somebody say amen. Mtu asema amina. Unakumbuka story ya mtu aliyeonyeshwa ndoto za kiungu, akaonyeshwa Mungu atakuwa pamoja na yeye, na akitembea, ilikuwa ni ufuo wa bahari. Huyo mwenye aliona maono anaitwa Bunyan. Sasa Bunyan alionyeshwa ndoto hizo nyaka vya 60s. Akikanyaka hivi kwa ufuo wa bahari, anaona miguu 4, ya kwanza ya pili, hiyo ni yake, na huko nyuma yake kuna nyayo zingine. Akikanyaka hivi anaona 4, na Mungu akamhakikishia, niko pamoja na wewe. Akajua, akiangalia nyuma akiona nyayo 2, anajua Mungu ako na mimi. Siku moja sasa aliota akanapitia kwa shida, na anaangalia nyuma haoni miguu, anaona 2 peke yake. Akajua Mungu amemwacha, akaanza kulia, Mungu ulisema utakuwa na mimi, mbona wakati wa shida umeniacha? Mungu akamuuliza, nani alikwambia nimekuacha? Akasema sio, naona miguu 2 peke yake. Akasema hiyo ni ya nani? Akasema ni yangu. Mungu akamwambia, hiyo sio yako, saa ya shida nilikuwa nimekubeba, sasa wewe ulikuwa unaangalia yangu. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Mpendwa, I'm not lying. I'm not lying. Sidanganyi. During your difficult time, God is holding you. Wakati wako maisha magumu, Mungu don't be afraid. Usiogope. God is your father. Mungu ni baba yako. He will never
forsake you. hata kuacha. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu Also lisifiwe. the hand of the Lord means Pia mkono wa Mungu yamaanisha making all things possible. kusababisha mambo yote yawezekane. Making all things possible. Kufanya mambo yote yawezekane. It's documented Imenakiliwa in Jeremiah 32 katika Yeremia 32 verses 17 mstari wa 17 and verses na 27. mstari wa 27. Jeremiah 32 Yeremia 32 17 17 and also verses 27. na pia mstari wa 27. How does it say? Inasemaje? Lord God, Bwana Mungu, thou hast made the heaven and the earth umeumba mbingu na by nchi your outstretched arm, kwa mkono wako ulio and there mnyofu, is nothing too difficult with you. na hakuna kilicho kigumu Child kwako. of God, Mwana wa Mungu, there is nothing impossible with God. hakuna kisichowezekana na Mungu. Your need is not bigger than our God. Hitaji lako si kubwa Your kuliko sickness is not greater than our magonjwa God. yako si makubwa kumuliko Your Mungu. trouble is not greater than our Shida God. yako si kubwa kumuliko Mungu. He did all these things by his outstretched arm. Alifanya vitu hivi vyote na mkono wake So the mnyofu. hand of God means Basi mkono wa Mungu all inamaanisha things are possible. mambo yote yanawezekana. I want you to see the hand of God in your life. Nataka uone mkono wa See Mungu the hand of maishani God in mwako. your family. Uone mkono See wa the Mungu hand kwa of jamii God in yako. your church. Uone mkono wa Mungu kwa I'm kanisa telling lako. you, this will cause an impact. Nakwambia hii italeta tofauti. When people see the hand of God with you, Wakati watu wataona mkono wa Mungu nawe, watakuja wawe pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Lakini wakiona wewe unasumbuka, na mambo haiendi vizuri, wewe pia unaenda unakunywa pombe na wengine, sasa nani atakufuata wewe? Ukiwa sokoni unakombana kama watu wengine, hati huko ni mama gani? Hatuko kumama kunasema ni kwa kanisa. Chinga yeye. Na ni mama anaongea sokoni, na mama anaongea kwa ofisi. Sasa nani atafuata wewe? Wewe ni tofauti. Umebeba nguvu za Mungu. Ukiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya, utafukuza mapepo. Somebody say amen. mtu asema amina. Oh my God.